Mungu siku zote hufanya kile anachokisema au alichokisema. Mungu hajawahi kufanya nje ya sauti yake. Huwaga anazungumza, alafu kile alichokizungumza, alichokisema kinatimiliza matakwa ya sauti ya Mungu. Mnenaji wa kwanza alitusomea ile andiko la Isaya 55 mstari wa 11. Mungu anasema, neno langu halitarudi kwangu bure, bali litatimiza lile nililolikusudia. Isaya 55 mstari wa 11. Lakini kule kitabu cha Ezekiel sura ya 12 mstari wa 28, Mungu anasema, neno lolote nisemalo litatimizwa. Ezekiel 12:28 anasema Mungu, neno lolote lile nisemalo litafanyaje? Litatimizwa. Wakati Mungu anamuita nabii Yeremia akiwa kijana mdogo, kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza, Yeremia sura ya kwanza mstari wa 12, baada ya Yeremia kutoa malalamiko kusema kwamba mimi ni kijana mdogo, sistahili kwenda kule unaponituma, siwezi, Mungu anamwambia kwenye Yeremia sura ya kwanza mstari wa 12, anasema, mimi ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Mungu aliweka maneno yake ndani ya kinywa cha Yeremia nabii. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 9, akasema, maneno uliyoweka kinywani mwako, ninayaangalia hayo maneno nipate kufanyaje? Nipate kuyatimiza. Kitabu cha Amosi tutasoma Amosi sura ya 3 mstari wa 7, anasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Anasema Mungu hatafanya neno lolote lile, yaani Mungu hatadhihirisha chochote kile hapa chini ya jua pasipo kumfunulia manabii wake. Inamaanisha utendaji wa Mungu unaambatana na sauti yake. Lazima Mungu aseme, neno lake lifunuliwe ndani ya watumishi wake, ndipo jambo fulani lipate kukamilika. Mtume Petro ameandika kwenye waraka wa pili wa Petro, andika waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 20 na wa 21, anasema, hakuna unabii katika maandiko, hakuna unabii katika maandiko kwenye Biblia upatao kutafasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kokote ambapo manabii wameandika unabii, walisikia kutoka kwa nani? Kwa Mungu, wakaandika kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kile Mungu alichokisema ndio tunapata Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia ni sauti ya Mungu iliyovuviwa ndani ya waandishi, ndani ya watumishi wa Mungu waliopata kibali cha kuelekezwa nini cha kuandika. Ila kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, karakta ni mtu mmoja tu, anaitwa Yesu Kristo. Ndiyo habari zake zilizofunuliwa na kuandikwa. Ujumbe ni mmoja tu, ni wokovu wa wanadamu. Ujumbe unahusiana na ufalme wa Mungu, unahusiana na wokovu, utukufu na uweza wa Mungu hapa chini ya jua. Ujumbe wote ule ambao Yesu Kristo haonekani katika Biblia ni nje ya ufunuo wa Yesu Kristo, yaani ni Mungu aliyeuvaa mwili, haupaswi kuhubiriwa kanisani.
Biblia sio ya kukuhubiria wewe kwamba uje kanisani utapata magari, utapata ndoa. Sio Biblia. Biblia sio ya kukuhubiria wewe kwamba ukija kanisani ukishasali utafanya vitu fulani. Hapana. Watu wanaweza wakafanikiwa, watu wanaweza wakaolewa, watu wanaweza wakainuliwa hata pasipo kuja kanisani. Kuna watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji, ni washirikina, ni wachawi, na wanapata ndoa. Kuna watu ni wapagani, kuna watu hata wanamkataa huyo Yesu Kristo tunamtaja sasa hivi hapa, lakini wana ndoa nzuri, wana fedha, wana kazi, wana biashara. Lengo la injili ya Yesu Kristo, Yesu akasema Roho wa Mungu atapokuja, Roho Mtakatifu atakapokuja, atashuhudia habari zangu ndani yenu. Roho wa Mungu ndani ya muamini hashuhudii habari za vitu, anashuhudia habari za nini? Za Yesu Kristo. Yeremia anaandika, Yeremia sura 23 mstari wa 23 na 24, anasema wengi wanajivunia, msijivunie kwa habari ya utajiri wala mali mlizo nazo. Majivuno yenu, kujigamba kwenu kuwe kwa sababu mnanifahamu mimi Mungu wa pekee na wa kweli. Mungu anataka tujivunie kumjua yeye, sio vitu wala mali tunazozikusanya. Kumbukumbu la Torati, andika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 18 hadi wa 22. Neno la Mungu nasema Mungu humwinua nabii katikati ya jamii, na kisha muinua huyo nabii, Mungu huweka maneno yake ndani ya kinywa cha huyo nabii, ili watu katika hiyo jamii waweze kumsikia Mungu. Nisikize vizuri. Mungu akitaka kuzungumza na watu katika jamii, huwa anafanyaje? Anamuinua mtu nabii. Yamkini ni wewe au ni mimi tumeinuliwa katika familia za baba zetu na mama zetu, ili kupitia vinywa vyetu Mungu aweke neno lake, watu wa familia zetu waweze kuona wokovu, waweze kuona uponyaji, waweze kuiona nuru ya Kristo imeangaza kwenye maisha yao. Mungu akitaka kugusa familia, jamii yoyote ile, huaga anamtumia mtu katika jamii. Anasema ukienda kusoma hiyo Kumbukumbu la Torati 18 kuanzia mstari wa 18 mpaka 22, anasema yoyote yule atakayesema maneno au atakayetabiri maneno yasiyotokana na mimi, ambayo mimi sikuyasema, mtu huyo atakufa. Yaani mtu atakapozungumza habari zake yeye mwenyewe, kuna hali ya umauti utaambatana na huyo mtu. Ila yoyote atakayesema yale nayo yafunua na kuyazungumza kutoka kwenye kinywa changu, Mungu anasema maneno hayo yatatimia hakika. Na mstari wa 22 anasema utajuaje? Anauliza swali pale, utajuaje kwamba maneno ya mtu huyu yanatoka kwa Mungu au ni akili yake au yanatoka kwa shetani ibilisi? Mstari wa 22 anasema neno lote lile alitangazaye nabii wa Bwana, iwe ni wa kike au wa kiume, yoyote anayetangaza na kutabiri na kusema maneno ya Mungu ili kujua kwamba yanatoka kwa Mungu, maneno yale lazima yatatimia. Huo ndio uthibitisho Mungu anatuambia kwenye Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kila aliyemtuma hapa chini ya jua aliweka neno ndani yake. Luka sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3, tunaona Mungu alipomtuma Yohana Mbatizaji afanye huduma yake hapa chini ya jua kwa ajili ya kuandaa njia ujio wa Yesu Kristo, aliweka neno la toba. Ndio maana Yohana Mbatizaji alikuja na neno la nini? La tubuni, ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Ufalme wa Mungu ni Kristo. Kristo ndani ya mtu ndio ufalme wa Mungu. Hata ile sala ya baba yetu ulio mbinguni, jina lako litukuze, ufalme wako uje. Yesu aliwafundisha kwa sababu wakati huo akiwa katika mwili na damu na nyama,
ufalme wa Mungu kwa hujaja bado. Ufalme wa Mungu ni neema ya wokovu, ni Kristo Yesu ndani ya mtu. Huo ndio ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji, Mungu aliweka neno la nini? La toba. Tubuni, ufalme wa Mungu unafanyaje? Unakaribia. Na maana halisi ya toba sio kwamba umefanya kosa afu unapiga magoti unamlilia Mungu, Mungu naomba nisamee. Toba sio Mungu naomba unisamee. Toba maana yake ni kugeuka, kuacha njia zisizompendeza Mungu na kuamua kuziacha na kugeukia njia zinazompendeza Mungu. Hiyo ndio maana ya toba. Toba ya kweli haimfanyi mtu kila siku anarudia hiyo hilo, Mungu naomba nisamee, naomba rehema zako, naomba unitakase. Hapana. Toba ni maamuzi ya kuacha uovu, kuchukia uovu na kufanya mapenzi ya Mungu yanayompendeza Mungu. Hiyo ndio maana ya toba. Hatuwezi kuwa waongo kila siku, wazinzi, waasherati, wachokonozi, wenye chuki kila itwapo leo, alafu tunasema kila siku Mungu naomba utusamee, Mungu naomba utusaidie. Ni kweli wanadamu hatujakamilika, lakini maana ya toba ni kuchukia kile ambacho Mungu anachokichukia na kuamua kugeuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu anamuita Musa, ukisoma Kutoka sura ya 4, Kutoka sura ya 4 mstari wa 10 hadi wa 12, andika. Wakati Mungu anamuita Musa, Musa naye alikuwa na visababishi, visingizio kama Yeremia. Mimi kinywa changu sio mzungumzaji mzuri, kinywa changu kina kigugumizi. Mungu akamwambia, maneno yangu yataambatana na kinywa chako. Nitakishika kinywa chako, nitaenda na wewe, nitasema na kinywa chako. Kwa hiyo tunapopelekwa mbele za watu, mtumishi wa Mungu, hatupasi kuwa na wasiwasi tutasema nini au nini kitakachotokea siku hiyo. Sisi tunapaswa tu kumwambia Mungu, nipo tayari Bwana, nitumie kama upendavyo. Yeye ataweka maneno kwenye kinywa chake. Habari za maisha ya watu wanayopitia, aidha ni changamoto au makandamizo, madhaifu au magonjwa, habari ya kuinuliwa kwa watu, hatuji tumeziandika kwenye daftari. Tunakuja vichwa vitupu, tunakuja chombo kitupu. Yeye ndio anatufunulia, anasema yule mtu pale kuna kitu fulani kinaendelea kwenye maisha yake. Tunamuita, tunamtabiria, tunamwambia kama Roho wa Mungu apendavyo ndani yetu. Mungu akamwambia Musa, usijali kigugumizi ulicho nacho, kinywa chako mimi nitakishikilia, nitaweka maneno yangu kwenye kinywa chako. Kwa lugha rahisi, Mungu huwa anajidhihirisha kupitia neno aliloliweka ndani ya kinywa cha mtumishi wake aliyemtuma. Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 49, inasema, kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayo nena na nitakayo sema. Huyu ni Yesu Kristo anazungumza. Anasema sikuja hapa duniani nije kuyasema maneno yangu. Baba yangu ameniagiza nitakayo yasema na nitakayo yanena. Kama Yesu Kristo Emmanuel, Mungu aliyeuvaa mwili, kama hakusema chochote kile wala hakufanya chochote kile isipokuwa kile ambacho amekiona na kukisikia kwa Baba yake, vipi mimi na wewe tuliofanyika kuwa wana wa Mungu? Hatupasi kwenda kama Mungu hajatoa go ahead, nenda. Hatupasi kufanya kama Mungu hajasema tufanye. Hatupasi kuzungumza kama Mungu hajasema tuzungumze. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishu kubwa ambayo tunapaswa kuielewa. Kuna mtu mmoja aliniuliza swali la msingi jana, nikasema nitaisaidia kanisa kulielekeza. Alikuwa anazungumza kwa habari ya nitaijuaje sauti hii ni ya Mungu, au nitaijuaje sauti hii ni ya shetani, au nitajuaje sauti hii ni ya akili zangu binafsi. Ni somo ambalo nataka niliandae kuja kulifundisha kanisa, especially katikati ya wiki kama sehemu ya semina. Yesu anazungumza kwenye Yohana sura ya 10, andika.
Yohana sura ya 10 mstari wa 3 na wa 4 na ule wa 14. Yesu anasema kondoo wangu, yeye kama mchungaji mkuu anasema kondoo wangu wanaisikia na kuijua sauti yangu, si ndio? Kama mimi na wewe ni kondoo wa Yesu Kristo, ni lazima tuijue sauti ya mchungaji wetu mkuu. Jina lake anaitwa Yesu Kristo. Anasema yupo mwingine ambaye ni mwivi, ni mwizi, Shetani. Anapozungumza na kondoo, lazima kondoo wajue kutofautisha sauti ya mchungaji wao na sauti ya mwizi, Shetani Ibilisi. Kuna wakati mwingine akili zetu au mawazo yetu yanaweza yakawa nasema ndani ya mioyo yetu. Kuna wakati mwingine Shetani Ibilisi anaweza akasema na mioyo ya watakatifu. Na kuna wakati mwingine ni Roho wa Mungu. Lazima kile kipawa, ndio maana Paulo mtume ametuandikia katika kitabu cha Wakorintho, vile vipawa vya Roho Mtakatifu. Kati ya vipawa vya Roho Mtakatifu kuna kipawa kinaitwa kipawa cha kupambanua roho. Kupambanua roho hiyo inayozungumza, inayonena, inatokana na Mungu au ni giza. Tunaishi katika nyakati za mwisho, nyakati ambapo Shetani Ibilisi leo au waganga wa kienyeji leo wamevaa suti na tai na wameshika Biblia katika madhabahu na wanasema Yesu, lakini sio Yesu wa Nazareti aliyetuokoa. Yuko Yesu mwingine. Biblia inasema kuna Yesu mwingine, kuna injili nyingine, kuna roho nyingine. Kokote ambapo Yesu mwingine anapohubiriwa, sio Yesu aliyotusamehe dhambi, sio Yesu aliyotuokoa. Kokote Yesu mwingine anapohubiriwa, kuna roho nyingine ina manifest, inadhirika. Neno tuliopewa sisi kama watakatifu, kama familia ya Mungu, ni neno la upatanisho. Tuko sawa sawa? Wakorintho wa pili, andika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na wa 19. Anasema kuanzia mstari wa 17 pale, anasema tumefanyika kuwa ni viumbe vipya, ya kale yamepita, tazama sasa yamekuwa mapya, si ndio? Anasema Mungu alikuwa ndani ya mwana akiupatanisha ulimwengu, na leo hii Mungu huyo ndani ya mwana wote wamefanya makao ndani yetu sisi, mimi na wewe. Yohana sura ya 14 mstari wa 23. Anasema ametupa mambo mawili, ametupa neno la upatanisho na ametupa huduma ya upatanisho. Yohana Mbatizaji alipewa neno la toba. Kanisa la Kristo limeachiliwa neno la nini? La upatanisho, la kuwapatanisha watu wa mataifa wasiomjua Mungu, watu wa mataifa wasiokuwa na Mungu, nafsi zao zilizopotea katika giza. Tumepewa neno na huduma ya upatanisho ndani yetu, kuwapatanisha watu na nani? Na Mungu. Kwa hiyo injili nitakayohubiri au injili unapaswa kuihubiri na kuifundisha, watu wamjue Mungu, watu waache dhambi, watubu, wageuke, wamrudie Mungu. Kuhubiri utakatifu, kuhubiri kuacha njia mbaya, na sio kuhubiri mafanikio, sio kuhubiri toa ili upate kwa Mungu. Hapana, hiyo sio injili ya Yesu Kristo. Tumepewa neno la upatanisho, tumepewa huduma ya upatanisho, kupatanisha nafsi za watu ambao leo majibu yao mpaka waende kwa waganga wa kienyeji, majibu yao mpaka waende kwa watambuzi na wasoma nyota wawaambie mambo yao. Vipo vipawa na roho za kinabii na neema ya unabii katika kanisa, ambapo badala ya watu kusikia waganga wa kienyeji na wasoma nyota wanasema nini, wewe uliookoka unapaswa uwaambie, uwatabirie, uwaambie mambo yao. Watu wengi wanafikiri kutabiri ni swala la manabii tu. Biblia inasema kanisa la mwanzo, Matendo ya Mitume sura ya 2, mara baada ya kujazwa Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha mpya, wakaanza kutabiri. Kutabiri ni ishara ya kwanza kwamba umejazwa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Wale utabiri sio mitume na manabii na wachungaji na wainjilisti, yoyote aliyo na Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna vipawa vya Roho Mtakatifu. Moja ya kipawa cha Roho Mtakatifu ni kipawa cha unabii, matendo ya miujiza. Sio mimi tu niweke mikono juu ya watu wapokee uponyaji, waone miujiza. Hapana, kila anayemwamini Yesu Kristo. Andika
Marko sura ya 16. Marko 16 mstari wa 15 hadi 19.